anayekutakia mabaya mrushie radi ya Jehova. Usijikute tena ati hiyo unajua mimi ni wa Mungu. Acha nimwachie. Unaachia nani Mungu? Haleluya. Amen. Atumwachie Mungu na mwachie Mungu ngani? Wewe kumwachia Mungu ni kumrushia radi. Amen. Haleluya. Amen. Kuna siku nyingine nikawafunza hapa nikasema mimi nilijifunza kitu moja. Nilikuwa natoa wanaume wenzangu timing. Watoto wenzangu hata nikiwa mkubwa kabla Mungu anishikilie vizuri, nilikuwa natoa timing. Na nilianza nikiwa mdogo. Ulikuwa ukiweka kitu hivi ile vile walikuwa wanaikaga mtu anasema mtu anaanza kupita. Wewe nani amekupa? Unaogopa wewe. Wewe ruka basi kama uogopi. Nilikuwa napenda hivi. Ati unaogopa. Mimi nilikuwa nikiruka siruki kama bado naruka ninakwambia. Ati unasikia unafanya ati nichune. Ati nichune tena nani? Ama yeye Mungu kupitia hiyo maisha. Ndugu yangu hoja kupitia maisha. Ulipita hapo. Ati unasikia ati muda anakuchuna ati mchuni. Unachuna. Ati nichune tena. Nichune tena uone. Yaani wewe unaendelea kutumia mara ya kwanza ya pili ya tatu nichune tena. Muongo. Haleluya. Ambe jirani ni uongo. Bwana zifiwe. Amen. Nilikuwa naruka. Nilikuwa nikiruka hivi. Nikiruka siruki nikingoja. Nilikuwa naruka kama niingia na makubi mateke na nilikuwa nang'ang'ana niweke chini. Mangumi pa mateke chini na nikikuka chini uweze nipendua. Juu unajua ukinipendua umenimaliza. So point yangu ilikuwa nikimanage kukuweka chini utanipendua. Nitakufinyia hapo nikunyonge mpaka wenzako. Na mimi nilikuwa mbaya, nilikuwa nikikufikia nikimanage nimekuweka chini. Hakuna mali nilikuwa natafuta. Go. Juu sasa wewe unajua nikikushika koo au utangana kunipiga ngumi. Yule ndio unakuwa unaanza kufanya ni kumtoa hiyo mkono. Ndio nilikuwa nikishika ni mkono mmoja. Sasa unang'ang'ana kunitoa mkono. Haleluya. Unang'ang'ana kunitoa mkono na nyingine nafukia. Haleluya. Lakini kabe jirani wewe. Haleluya. Mwambie jirani usiache adui. Andika amesema tusiogope. Tuwe hodari. Haleluya. Tuwe hodari. Watu wenye moyo wa ushujaa. Usiogope na usiwe na hofu. Haleluya. Usiwe na hofu. Wanaongoja uishe tumishi, usiwe na hofu. Hao ndio wataisha. Maana nina moyo wa ushujaa. Watu walipokuwa wanatoroka, Daudi anasema kama niliuma simba iliyokuwa inakula mbuzi ya baba yangu, je, huyu ngoja atakanishinda? Hallelujah. Unajua, let me tell you something which you don't know. This is a secret. Ambe jirani ni siri. Hii ni siri. Amen. Hii ni siri. Sasa Daudi aliamini kwa Daudi believes in himself because of one thing. Aliamini kwa sababu akiwa kwa msituni, nani alikuwa naye huko? Kuna mtu alikuwa na Daudi kwa msituni? Hakukuwa na mtu, si ndio? Alikuwa yeye peke yake. So alipoua simba, kuna mtu alishuhudia? Haleluya. Alikuwa simba inakuja inashika kondoo ya baba yake, anapasua mdomo ya simba na anaokoa. Alichokuwa anafanya, alikuwa anaokoa mali ya baba yake. Maana hakutaka afike nyumbani. Kulingana na stadini yangu, Daudi alikuwa muoga sana kwa mali ya baba yake. Juu alikuwa anaogopa mbuzi kuliwe, aende nyumbani ambaye Daudi ulitoka hapa na mbuzi 10. Mmoja kwa hapo. Ataanza kusema nini? Ataanza kuexplain nini? So the only point ni alikuwa anang'ang'ana kivyake jinsi anavyoweza kwa msitu. That's why alikaa kaangalia mnyama simba ni mbaya kuliko Goliath. Yule Kenya alikaa kaangalia simba ni hatari kuliko Goliath.
Amen. Amen. Ndio maandiko yanasema alikuwa huyu mtu, yani ukiangalia Daudi alikuwa mtu hodari. Amen. Alikuwa mtu hodari na alikuwa na moyo wa ushujaa. Yani alikuwa peke yake lakini bado ni shujaa. Anasema wewe leopa. Wewe tui. Kondoo babu naye wewe ni nani? Utaniachia. Hey, sawa. Kuuma utaiuma lakini kuua utaiua. Niambie baba yangu, niulize hii alama ni ya nini, niseme ni ya simba. Waamini wasiamini, lakini bora kondoo iko hai. Waamini wasiamini, lakini bora kondoo iko hai. Now, my point is this. Usiruhusu mwanadamu akukoseshe amani ya mbinguni. Usiruhusu mwanadamu akukoseshe amani ya mbinguni. Usiruhusu chochote kitakacho kuvunja moyo na mbingu. Bwana asifiwe. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Niliwaambia when we were going to Mabweni, mimi niliendea utajiri. Na nimwambia mtu leo, utajiri nilioendea Mabweni sio yangu. Ni ya washirika. Amen. Ni ya washirika. Amen. Ni ya washirika. Amen. Utajiri nilioendea ni ya washirika. Amen. Nguvu nilizoziendea ni ya washirika. Amen. Uponyaji nilioziendea ni ya washirika. Amen. Kwa sababu nilienda nikiambia Mungu, kuna watu Mungu na watu umewafanya, umewachilia wanakuja kukaa chini yako. Unanipa ufunuo na wapo. Mungu usitaki tu ufunuo peke yake. Nataka unipe ufunuo yaliyo na nguvu. Nipe ufunuo yaliyo na kibali. Nipe ufunuo yaliyo na miujiza. Amen. Hallelujah. Amen. Because Bwana asifiwe. Amen. You can imagine this is what I want to say. Wajua mimi nashinda hapa Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Si ndio? Nikawa naambia Mungu, hey, na hiyo nimeishi kwa maombi yangu. And that's why tukienda kupeleka sacrifice was my prayer. But Praxidis anafanya kazi. Amen. Ikuwe kwamba Mungu amempa kazi, anafanya Monday to Saturday, Sunday kwa wapi? Kanisani. Amen. Na kama nikamwambia Mungu, washirika wa New Life, watoto wa New Life, nikamwambia Mungu wape kazi. Mungu wape kazi. Wako wanafanya kazi Monday to Saturday, Sunday tunakuwa kwa ibada sisi wote watoto wa New Life. Maombi yangu tofauti sana na yangu. Nikamwambia Mungu, hizi ibada za katikati zifanye ziwe za wageni. Amen. It is my prayer, na hiyo ndio maombi yangu. Ibada ya katikati ifanye kuwe Ya wageni. Danga. Ibada za katikati zikuwe ya wageni. Ya kwamba Danga anako busy kutoka Monday mpaka Saturday, Danga anakujoa. Danga anako biashara. Danga anako wera. Lakini Sunday tunapatana Danga. Amen. Tunafanya ibada. Amen. Hallelujah. Amen. Katikati ya wiki Mungu alete SDA, alete watu wa ICK, alete watu wa Anglican, alete watu wa PAG, alete watu wa Catholic. Katikati ya wiki ndio wanajaa kwa ibada za katikati ya wiki. Maana labda wao wamekosa kuona nguvu za Mungu, wanaikujia hapa ndio. Lakini wewe mtoto wa New Life, sasa tumekosa kuona nguvu za Mungu. Umeziona na umebarikiwa, ndio maana uko kazi Monday to Saturday. Sunday tunakuja kushuhudiana. Amen. Unakuja sasa unasema Bwana asifiwe kanisa. Wiki nimemwona poa. Wiki nimekutana tu na mahali 50,000. Na baada ya kupana na 50,000 nikagua kuna shamba mahali. Nikienda kuongea na huyo mtu anipe shamba. Kumbe hata sikulipa pesa mingi. Kwa hiyo 50,000 nimelipa 20,000. Sasa shamba ni yangu, tumeandikishiana. Na nashukuru Mungu kwa hiyo. Hallelujah. Amen. Wapili unakuja umekuja na gari hapo sana siku Yesu. Wiki nimemwona mkono wa Bwana. Nilikuwa na rafiki yangu amekuwa na matatizo mengi sana. Na alikuwa anahitaji tu 1,100. Na ikapatikana kwamba niko na hiyo 1,100. Sasa hii gari nimempea 1,100 na nimempea hii gari. Sasa hiyo gari yenyewe umepewa na gari 1,100, umetoa 1,100.
ni gari 1500, 600, 700. Yaani tatizo tumemfinya. Yaani wewe kazi yako ni kununua vitu ya watu wenye wamefikia. Hallelujah. Yaani hiyo ndio neema. That is my prayer. Amen. That is my prayer. Amen. Hallelujah. Uko na TV ya 32, uko na neighbor ako na TV ya 55 inches, 65 inches. Anakuambia Mr. Duncan, Mr. Duncan, unaweza kuwa tuna mali 20,000. Unaambia unasema uko na mali 20,000, hii TV yangu bana chukua. Mimi nimefika mwisho bana. Mimi sasa siendelee na maisha tena. Anambia uko na risiti yako? Anambia bana bro, hii TV hata jamaa miezi 4. Uko na risiti jamaa hata miezi 4. Anambia umesema ngapi? 20. Sawa. Kuja masa fulani. Kuja leo TV. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. No, it is possible. Amen. It is Possible. It is my prayer. Usiruhusu watu wafanye moyo wako uteseke. Usiruhusu watu wafanye ndoa yako yaangamie. Usiruhusu watu wafanye biashara yako yaangamie. Usiruhusu watu wafanye kazi yako yaangamie. Hallelujah. Unajua watu wanasikia kazi nyingine inaitwa meja. What is the meaning of meja? Meja means this. Madai. The violent kingdom suffered. Doesn't mean I don't mean the kingdom. I'm the kingdom of God. Wewe mwana mbinguni imetoka juu ikakuja chini. Wewe mwana ardhi imetoka chini kaenda juu. Inawezekana kama Mungu akitaka kwenda juu ni akufe na pia aendi. Ni akufe mwili yake ende chini, alafu roho yake ndio hiyo. So he said, kingdom suffered violence, and the violence shall take it by force. Baba katufunze kitu. Fujo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Fujo. Bwana asifiwe. Amen. Fujo. So lazima nijielewe ya kwamba lazima nikuwe na moyo wa ushujaa. Amen. Mimi na dada mmoja ameniandikia leo kutoka Saudia. Akaniambia baba, unajua nimekaa siku 3 na maji. Nashukuru Mungu sijakula, lakini nimekaa na maji. Nikiamini Mungu kwa maombi yake. Sasa baba, nilikuwa nataka pesa. Walikuwa wanaishi na wasichana wengine wakifanya kazi. Wasichana wakahama, wakampesa, wakahama na mpaka vitu zake sijui nini. Sasa alikuwa anatafuta pesa ya kukodisha nyumba. So maombi. Sasa leo ananiambia amepata pesa, anaiendea masaa mchana, anaendea pesa, nimuombee apate nyumba. Hiyo pesa bila kuchukua asiitumie tena vibaya, alipe nyumba yake. Amen. Bwana asifiwe. It is my prayer that at times, the time that comes, ufanikiwe. Ufanikiwe mpaka watu wakuonee wivu. Ufanikiwe mpaka watu wakupige vita. Yaani mimi usipopigwa vita sitakulia. Nitakuombea mpaka uendeshe gari. Makazi wako, marelatives wako, majirani wasikie wivu. Sitatulia mpaka nione umejenga kwako. Sitatulia mpaka nione watoto wako wanasoma vizuri. Sitatulia mpaka nione maisha yako yanasonga vyema. Sitatulia mpaka nione biashara zako zikiinuka. Haleluya. Usiogope.